Kaka, mimi nimekuja. Nina shida hapa imejitokeza. Nimegombana na mzazi mwenzangu. Kwa hiyo nilichoamua, nimekuja kumleta mtoto hapa uje ukae naye. Ili mimi niende huko nikajue nafanyaje. Ila shida yangu mimi ukae na huyu. Wewe kama kakangu naomba unisaidie. Umegombana na mzazi mwenzako? Yeye anasemaje kuhusu mtoto? Kuhusu mtoto yeye anamtaka. Sasa mimi nimeamua nimlete huku. Yeye anataka kae naye. Anataka mwanae. Mimi nimeamua nikuletee kakaangu nisaidie. Sawa, kwa unaona ni uamuzi sahihi uliofanya? Si kwa kakaangu. Sawa, ni kaka yako, ni ndugu yako. Lakini sasa kumbuka huyu hapa ana baba. Umenielewa? Na baba yake ni mzima wa afya. Tumeelewana? Alafu nyinyi hapo mmegombana, ni vitu vya kawaida katika ndoa. Ushanielewa? Sasa okay, umeletea mtoto mimi niishi naye kama mjomba. Yaani niishi naye kama mjomba, si ndio hivyo? Wewe uende ukajipange. Sasa kapata matatizo huyu, mimi nitafanyaje? Yaani kaumwa huyu, nitampigia simu babake nitamwambiaje? Jamani, sio namchukua nampeleka hospitali. Kwani kaka kunisaidia mimi uwezi? Sio shida kumpeleka hospitali. Unajua kuna vitu vingine lazima ufikirie mbele itakuwaje. Yaani ili swala kuja huyu kumweka hapa sio swala kuja na wewe peke yako. Kwani ungetakuwa uje wewe na uwe babake huyu. Tumeelewana? Yaani kwamba tunakuja hapa tunaongea ni kwamba mnamwacha mtoto hapa kwa makubaliano. Wewe ni ndugu yangu, wewe ni dada yangu na huyu ni mjomba wangu. Mimi haimaanishi kwamba namchukia au vipi. Ninachokitaka mimi ni kwamba baba yake awe na taarifa au aridhie mwanae kukaa hapa. Sasa haiwezekani wewe kamtaka mwanae, wewe umechukua hasira, umembeba, umemleta hapa, afu ukajipanga. Sasa wewe uamuzi sio. Yaani mimi nilijua tu kakaangu, huwezi ukanisaidia. Yaani wewe lomba yako jiacha tu mpaka leo. Hiyo ni lombaya. Sasa mimi kukaa na mwanangu anakula kiasi gani huyu? Mimi sijaongelea masuala ya kula. Sasa kumbe kitu gani? Mimi nimeongelea kwamba huyu ni mtoto na ana baba yake. Sasa huwezi kumchukua mtoto wa mtu ukaishi naye tu. Labda angekuwepo bwana umeachika, umenielewa, afu mzazi wake labda ni amefariki labda au labda anaumwa au labda na matatizo kwamba hawezi kumhudumia. Hapana. Mimi hapa ningembeba huyu mjomba. Ushanielewa? Na ningemhudumia bila shida. Lakini babake yupo. Na taarifa ya kuishi hapa lazima babake pia ajue kocha kufanya. Mimi hapa na wewe itabidi tukae na baba yake. Au hata kama mtoto atakaa hapa, ili mradi mimi na baba yake, yani baba ajue mtoto wake yuko wapi. Sasa mimi nikimweka hapa na kama hivi nimemficha, yeye lazima baba yake aidha alizie au akatae. Mimi sina mamlaka juu ya huyu. Wewe ni ndugu yangu mimi. Umeelewa? Ila huyu ana baba yake na ana maamuzi. Huwezi kunisaidia. Sikiliza, wewe ni ndugu yangu. Mimi cha kukusaidia hapa, kwa kuwa sasa ni usiku, utalala hapa. Kesho asubuhi mimi na mjomba na wewe twende kwa baba mtoto. Umenielewa? Nikaongea naye kwanza, nijue ugomvi wenu nini, nijue kama unawezekana kusuluhisha basi tusuluhishe, kama uwezekane basi tujue namna bora zaidi ya kumlea huyu mtoto. Yaani kaka, hujanielewa. Nimekwambia tumegombana, hatuna maelewano mazuri. Sasa wewe mpaka nimuite, mimi nimemleta huku manake sawa yeye mwenyewe uko ajui. Anamngangania mtoto wake, nimeamua kukuletea wewe kama kakangu nistiri kwenye hili. Tena tumfuate. Ya nini yote haya? Wewe kaa naye, ishi naye, mimi huko mambo yangu yakiwa sawa namfuata. Mimi sitaki babake ajue chochote kwamba nimekuletea wewe. Yaani nataka hata kikaa hapa akae kisirisiri. Sitaki hata siku moja amuone. Unajua kuna maamuzi ya hasira afu kuna maamuzi ya busara. Iko unachokifanya wewe ni maamuzi ya hasira. Umenielewa? Na siku zote maamuzi ya hasira hajawahi kushinda. Ila maamuzi ya busara ndio yanayosikilizwa. Ushanielewa? Mimi sawa, nimemchukua mtoto huyu, nimekaa naye hapa, nimeishi naye hapa. Umenielewa? Sasa tunarudi pale pale. Kapata matatizo, mimi nitafanyaje? Kaumwa ghafla, mimi nitafanyaje? Kwa utaki kunisaidia, yani kiufupi utaki kunisaidia. Sio kama sitaki kusaidia, sasa mimi siwezi kukuacha katika hili jambo, ndio maana nakwambiaje? Kesho mapema sana nitawachukua hapa. Twende kwa mzazi mwenzenu, kwa mzazi mwenzako. Nikaongea naye nijue inakuaje mwafaka. Kama nyinyi mtashindwana, basi tujue mtoto anapataje haki kwa sababu bado mdogo. Mimi nimekuletea wewe habari za babake, mimi sizitaki. Kama hutaki niondoke. Sasa nisikilize basi, usio unaongea vitu vingine kama vile unatumia hasira au kama vile kwa mihemko. Huyu mtoto ana baba yake, maamuzi anao baba yake. Umeelewa? Na kama hivyo ulivyosema, baba yake mwenyewe anamtaka. Aya, asikie mimi hapa kwamba mtoto yupo kwangu mimi. Maana yake mimi nitaonekana shirikiana na wewe katika ugomvi wenu. Au mimi niko katika upande wako wewe. Au mimi nitaonekana kwamba ndo nimekushawishi wewe mbebe mtoto uje kuishi naye hapa. Au aje kuishi hapa. Sasa uone hapo kama unatengeneza mazingira sio? Sawa. Sio sawa. Hapo cha kufanya kama kesho
Mungu akipenda mapema sana asubuhi tutaenda pale, tutampigia simu, tutaenda tukaongea. Kama mtashindikana nini kuwekana sawa, basi tujue mtoto anapataje mazingira bora, kwanza ya huduma, pili ya elimu, asome, atasoma vipi, tutajua pale pale. Yani vitu vingine havinaje hata kugombana, ni swala kama nyewe mmeshindwana, kuchokana kupo kawaida. Mimi sitaki hata huduma zake, ndio mama kuletea kakaangu. Yani sasa utaki huduma zake, utamlea vipi? Mbaya wewe. Mimi sina roho mbaya, mimi sina kuelekeza, utamlea vipi huyu? Yani una roho mbaya. Yani mimi kusema tu kwamba ngoja nikae naye, unaona kazi mpaka tumtaarifu baba yake. Kaka badilika. Yani mimi swala kukaa naye huyu, umesikia? Yani swala kukaa na mtoto wako wewe, mimi kwangu mimi, laiti kama baba yake angekupa kafa. Umeona, baba yake hajiwezi, labda anaumwa, umeelewa? Au baba yake labda hamtaki kwamba bwana mzigo ndio kuachia, lakini baba yake anamtaka. Sasa mimi itakuwaje nikae naye? Hebu jaribu asikunielewa. Sawa. Wewe ni ndugu yangu, huyu ni mtoto wetu. Yani wewe ukija hapo ukasema kaka, mimi na shida fulani, wewe ni ndugu yangu, mimi kama nacho siwezi kukunyima, lazima nitakusaidia. Lakini kuswala huyu siwezi mimi kujiingiza front, lazima nimsikilize nani? Baba yake, kwa sababu baba yake ndio mwenye maamuzi ya huyu mtoto. Umeelewa? Ugomvi wako na yeye mimi siujui, nataki kuuingilia. Ila mimi nitaangalia mtoto huyu hapa anapataje elimu, anapataje huduma zake. Umeelewa? Ndio maana nakwambieni, leo ni hapa, kesho asubuhi tutaenda, au nitampigia simu aje tujue inakuaje. Unampigia simu? Kwani unampigia wewe, nampigia mimi? Sawa, nimekuelewa. Ingeni ndani, kesho asubuhi mimi nitalala hapa sebuleni. Jomba karibu. Haya.